Karibu kwenye channel hii ya Director Curtis. Kama ni mara yako ya kwanza kuona video hii, basi nikuombe kwa support yako uweze kusubscribe kwenye channel hii. Hello, mambo vipi? Karibu kwenye video nyingine tena, na leo tutajifunza namna ya kutengeneza camera shake effect kwenye Premiere Pro. Kama wewe ni director, video editor, nitakushauri uweze kutumia hii effect kwenye video za muziki, kwenye trap, kwenye hip hop. Zinaleta matokeo mazuri hata kwa mteja au msanii akiwa anaangalia nyimbo yake, akiona kila kiki umeifanyia kazi. Kwa hiyo kama wewe ni director, editor, basi tutorial hii inakufaa zaidi. Hii ni nyimbo ya Ibra, inaitwa Beiche. Kwa hiyo nitatumia material haya, directed by Manfeche, kuonyesha namna ya kutengeneza camera shake effect kwenye hii Premiere Pro. Kitu cha kuzingatia zaidi kwenye utengenezaji wa effect hii ni kiki za kwenye muziki wako. Zingatia sana kiki na uweke markers kwenye zile sehemu ambazo zina kiki zimepigwa vizuri. Kwa hiyo hapo ndipo utaweka effect yako sawa. Na nilielekeza namna ya kutengeneza marker, lakini nitakuonyesha hapa kwa haraka. Kwa mfano, eneo hili labda nataka niweke marker, nita right click, nitakuja kwenye add chapter marker. Baada ya hapo nitachagua rangi kama ni nyekundu, kijani, whatever, kisha nita click okay. Kama hivi nitakuwa nimeweza kuweka hii red, na nikitaka kuidelete nita right click, kisha nita clear selected marker. Ile marker itakuwa imetoka. Kwa hiyo camera shake effect ni effect kali nzuri kwa nyimbo za kama hip hop, trap. Effect kama hii ukiiweka basi itapendezesha video yako. Sasa twende moja kwa moja kwenye utengenezaji wa effect hii. Sawa. Kwa hiyo nitakuja kwenye project panel, nita click hapa, nitakuja kutengeneza adjustment layer. Nitaacha kama kulivyo default, kisha nitachukua adjustment layer, nitairudisha hapa juu. Nitabidi nitengeneze frame 6 za adjustment layer, ambapo naweza nikatumia njia ya kwanza ya kuhesabu frame, na njia nyingine ni kwenda kwenye right click, kisha tutakuja kwenye speed or duration. Lakini pia kuna shortcut yake ambayo ni Control R. Tayari nitakuwa nimekuja kwenye clip speed or duration. Kisha baada hapo nitaandika hapa kwenye duration 6 seconds au frame 6. Kwa hiyo nita click okay. Baada hapo nitakuwa nimeweza kutengeneza adjustment layer yenye frame 6. Kwa hiyo nitahakikisha kwamba frame 3 ziko right na frame 3 zingine ziko upande wa left. Sawa. Kwa nitakuja hapa, nita click alt, nitabonyeza arrow direction, nitasogeza hivi. Kwa nitakuwa na frame 1 2 3 huku na huku 1 2 3. Yes. Kwa mpaka hapo nakuwa nimeweza kutengeneza adjustment layer. Sasa natakiwa nitengeneze hiyo effect. Nafanyaje? Nitakuja kwenye effect panel, nitaandika digital glitch au VR digital glitch, kisha nitaweka kwenye adjustment layer. Nikishaka kwenye adjustment layer itaonekana iko kama glitched, yani kuna vipixels zimeshake zimepishana, ambayo unaweza kutumia hii effect kama glitch effect kwenye video yako. Lakini mimi leo nitakuonyesha namna ya kuweka hizi chromatic look, kwamba itakuwa na rangi fulani hizi za kijani na nyekundu ambazo zinatokea kwenye edges za subject humu. Kwa hiyo nafanyaje? Nitakuja kwenye effect control. Baada ya kuweka effect hii nitakuja kwenye distortion, kisha nitafuata distortion rate, nitaweka 0 ili niondoe hizo pixels ambazo unaziona kwenye video yako hapa. Kwa hiyo mimi nitazishusha hizi kuweka 0. Ila tu nitaacha hii effect ambayo ni kama chromatic au unaweza kusema halation kwenye color grading na nini, effect kama hiyo. Maana yake inatokea hizi edges kwenye video yako. Sasa kwa nini mimi napenda kutumia hii digital glitch? Digital glitch inachokifanya yenyewe, una uwezo wa kucontrol intensity, yani inaweza kuiongezea hizo halation
kwa wingi au kupungua kwa mimi ambavyo mimi natamani iwe. Ipo njia nyingine ya kutengeneza hizi halation kwa kutumia chromatic aberration kwenye Premiere Pro, lakini mimi napendelea sana zaidi kutumia digital glitch. Nitakuja kukuonyesha namna ambavyo chromatic aberration pia inaweza kutengeneza kitu kama hiki. Sasa hebu tuangalie namna ambavyo unaweza kucontrol hii halation. Nitakuja kwenye master amplitude. Kwenye master amplitude nikiongeza, hapa iko 100, nikishusha inapungua. Nikiongeza inaongezeka. Kwa hii sifa hii inanifanya mimi kupendelea kuitumia hii, kwa sababu kama nitaweza kutengeneza ya kucontrol vile ambavyo mimi natamani iwe, manake itakuwa rahisi kutengeneza effect yangu. Sawa sawa. Sasa nitakuja kwenye kutengeneza keyframes za master amplitude. Hapa kwa kuwa nipo katikati ya frame hizi 3 kushoto na frame 3 kulia, nitakaa hapa katikati, kisha nitaklik hii, nitakuja kwenye master amplitude, nitaklik hii stopwatch au kikarama cha saa, kisha nitarudi frame moja nyuma, nitashusha hii master amplitude mpaka 0. Maana yake hiyo halation au zile chromatic colors nitakuwa nimezitoa zote. Kwa nitarudisha hii key nyuma mwanzoni, nitakuja tena mbele, hapa ndio nilikuwa katikati, kwa nitakuja frame ya mbele, kisha nayo nitapunguza hii master amplitude, nitaweka 0, kisha nitaileta hii key mpaka mwisho wa hii adjustment layer. Kwa hapa nilichokifanya mimi ni kucontrol ya hii effect kwamba ikianza ianze hamna kitu, lakini ikifika katikati iwe high, na ikiwa inatoka itoke ikiwa hamna kitu. Utakuwa umepata concept ambayo mimi nilikuwa naizungumza. Kwa utapata transition nzuri, yani macho yatakuwa yanapokea kwa urahisi kabisa kwamba inatoka ikiwa chini, inapanda, kisha inapungua na kutoka. Kwa hiyo hii digital glitch inaweza kutupa kitu kama hiki. Sasa tunawezaje kutengeneza shake effect sasa kwenye hii adjustment layer? Kitu nitakachokifanya, nitakuja kwenye effect tena na nitaandika transform. Nitaandika neno transform. Nitakuja kwenye transform, nitaiklik, nitaileta hapa kwenye adjustment layer kwa chini. Sasa kutengeneza shake maana yake kwamba lile eneo liwe linacheza, ni kama vile director au mtu ambaye alikuwa ameshika kamera ameitikisa kutokana na ule mdundo au kiki iliyokuwa kwenye mziki. Kwa hiyo kwa kuwa hii footage tayari imeshutiwa na iko normal kabisa, haijasheki wala nini, nawezaje kutengeneza hii shake? Kwa hiyo nitakuja kwenye scale, nitaongeza scale, yani nitaivuta juu kidogo, ili nikiwa naitikisa isitengeneze zile black bars, yani huku mwishoni isije ikatoka na huku isije ikatoka. Kwa hiyo nitaongeza scale ili kuavoid kitu kama hicho. Sawa sawa. Kwa nitakuja hapa kwenye scale, nitaandika labda 110. Kwa nitakliki okay. Utaona hapa video yangu imesogea mbele kidogo tofauti na mwanzo. Sasa ninachotakiwa kukifanya, nitakuja kutengeneza keyframe kwenye position. Nataka hii point yangu ya hapa katikati iwe kama ilivyo na hapa katikati. Kisha nitakuja mwanzoni, nitaset pia kama ilivyo. Naweza kuduplicate, nikashika alt na hii keyframe nikaisogeza mbele, maana yake nitakuwa tu nimeduplicate kwamba position hii ndio position ndio hii. Sawa sawa, lakini nitasogeza sasa kutengeneza shake. Nitakuja frame moja mbele na nitaisogeza labda left. Sasa unaona hizi bar nyeusi ndio nilikuwa sizitaki. Kwa wakati unasogeza kushoto na kulia, lazima uzingatie hii bar isitokee. Kwa nitarudisha nyuma, nitaweka kama hapo, nitakuja hivi. Nitakuwa nabadilisha kutokana na mazingira, maybe huku kidogo au ipande juu tena kidogo. Kwa maana hapa katikati imerudi default. Nitakuja tena hapa, tasogeza. Kwa utaangalia vile ambavyo wewe itakupendeza namna kutengeneza. Hapa hakuna kukalili. Tengeneza vile ambavyo wewe unahisi kiplay itacheza. Unaona ishaanza kuonekana kama inacheza.
Kwa hapa tayari tunakuwa tumeweza kutengeneza shake effect kama hivi. Sasa kwa hiyo ukiangalia hapa imependeza kabisa. Sasa acha nikuonyeshe namna nyingine ya kuweka zile halation au chromatic effect kwa kutumia effect nyingine kwenye Premiere Pro. Kwa mfano nitachukua adjustment layer, nitaileta hapa, lakini pia nitatengeneza zile frame 6 kama mara ya kwanza. Kwa hiyo nitabonyeza Control R, nitakuja kwenye duration, nitaandika 6, click OK. So baada ya hapo nitakuja kwenye effect, kisha nitaandika chromatic aberration. Chromatic aberration. Nitachukua hii effect nitaiadd hapa. Kitendo cha kuadd tu hii effect utaona nimeweza kutengeneza ile halation hiyo kama unavyoiona hapa. Nikiwasha inaonekana na nikizima hapa utoiona. Kwa hiyo hii yenyewe ina add hii chromatic effect moja kwa moja. Lakini sasa ubaya au uzuri wa hii effect ni kwamba siwezi kuicontrol intensity, yani siwezi kuijaza wala kuipunguza. Yani yenyewe haipungui kwa kupotea, lakini inaweza kutengeneza effect fulani hivi kwenye nyimbo yako. Kwa hiyo ina vitu hapa, lakini sivutiwi sana kuvitumia kwenye kutengeneza shake effect. Ina kitu kimoja kizuri sana. Naona kama hiki unaweza kutengeneza kwenye muziki wako. Kwa hiyo wewe kuwa mbunifu namna ambavyo unaweza kutengeneza transition zako. Sasa unaweza kutengeneza vizuri, yani ukachezea hizi effect vizuri. Kwa hiyo kitu cha kuzingatia pia ni kujifunza namna effects zinavyofanya kazi kwenye Premiere Pro. Itakuletea matokeo mazuri na utakuwa mtu mzuri wa kutengeneza effect kwenye video zako. Natumai utakuwa umeweza kunielewa. Kwa hiyo mimi sipendelei sana kutumia chromatic aberration kupata ile halation, kwa sababu natamani kuicontrol vizuri mimi vile ambavyo natamani. Hii nimekuonyesha tu namna ya kutengeneza, lakini hatutotumia hii leo, kwa nita-delete. Lakini kabla ya kuendelea, nitaomba uweze kusubscribe kwenye channel hii, kwa sababu ukifanya hivyo utakuwa unanisupport mimi sana sana sana. Lakini pia share video hii kwa wengine ili waweze kupata mafunzo kama wewe unavyoweza kuangalia video hii sasa hivi. Nitafurahi sana ukifanya hivyo. Pia like video hii. Niachie comment unaonaje video au niboreshe nini kwenye utengenezaji wa video kama hizi. Na kama unahitaji mafunzo yoyote, andika kwenye comment section kwamba tunahitaji video fulani uifanye, na mimi nitasikiliza maoni, nitaweza kufanya hivyo. Kwa hiyo subscribe kwenye channel hii. Okay, tuendelee na darasa. Sasa tunawezaje kurudia effect hii na kuiweza kuitumia kwenye sehemu mbalimbali? Kitu cha kwanza, unaweza kuisave kama preset. Comment neno shake na mimi nitakutumia effect hii. Lakini kitu cha kufanya ni kusave effect hii kama preset. Kwa hiyo hakikisha effect ukitengeneza na umeweza kuipenda namna ambavyo inafanya kazi, save kama preset ili uweze kuitumia. Kwa hiyo utaklik hii adjustment layer, nitaenda kwenye effect zangu mbili ambayo ni digital glitch na transform. Nitaklik hii, nitaklik control, kisha nitaklik na hii transform. Nita right click, kisha nita save as preset. Nitaandika jina hapa, labda camera shake. Kwa hiyo ukisave hivi utaikuta kwenye effect upande wa preset, kisha utaweza kuidrag drop kwenye adjustment layer na kuweza kuitumia kwa kuirudia effect hii. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo kwa mimi niko nayo, basi nita cancel. Wewe comment neno shake, mimi nitakutumia hii effect utakuwa nayo kwenye project zako zote. Sasa kwa kuwa tumeshatengeneza hii shake effect ya kwanza na nina sehemu nyingine mbele natakiwa niweze kuiweka tena kama hizi marker zangu nilivyozitengeneza, nitachofanya mimi ni kuduplicate hii layer, yani kuirudia hii layer na effect zake. Kwa hiyo nitashika alt, kisha nitakuja kwenye hii layer, nita hold
peleka pembeni kama ni kushoto au kulia, maanake baada ya hapo nitakuwa nimeweza kuduplicate. Au la, nita Control Z, kisha nitakuja nita right click, nita copy, maanake nitakuwa nimeicopy hii layer. Lakini nitaenda mbele pale ambapo nataka kuipaste, kisha hakikisha V1 au hii highlight ya blue iko kwenye V2, natoa kwenye V1. Maana yake nikipaste, nikifanya Control V itakuja hapo layer ya juu. Lakini cha kuzingatia, kama hii highlight haipo hapa kwenye video 2, maana yake ukipaste utakuwa umepaste kwenye layer ya kwanza. Kwa mfano, nikirudisha hapa kwenye V1 nikatoa hapa kwenye V2, ikikaa hivi nikipaste itakuja kwenye hii V1. Utaona imekata ile eneo la video yangu. Sasa hapo utakuwa umeweza kunielewa. Kwa hiyo wakati una Control C na Control V kwa kucopy na kupaste, angalia unapestia kwenye layer gani. Kwa hiyo nita Control Z kuondoa hiyo effect. Sasa hapa mimi nitakachokifanya sasa ni align tu kwamba zile frame 3 zipo center. Kwa hiyo nitakuja hapa nikiangalia tu hapa, mimi kwa kuwa nimeshazoea kufanya mara nyingi, nitakuwa ninajua hizi ni frame 3 imetimia. Kwa hiyo wewe uta make sure kwamba umealign frame 3 kushoto na kulia. Nitafanya tena ili zoezi, nita alt, nitairudisha hapa. Kwa nikija hapa nitaangalia frame zangu 3. Nikifanya hivyo 1 2 3 1 2 3. Sasa kwa style itakuwa ni hii tu kufanya hivyo. Kama hapa nitarudisha alt, nitarudisha hapa, nitashika alt tena. Nitakuja hapa, nitaangalia ipo katikati. Yes, 1 2 3 1 2 3. Nitarudisha tena, nitashika alt, nitaleta hapa. Nitakuja hapa, itakuwa ipo kati, nitarudisha hapa 1 2 3 1 2 3. Kwa hiyo wewe hakikisha unakuwa na uwezo mzuri wa kuzielewa effect na namna ya kuzitwist au kuzitengeneza. Premiere Pro ni rahisi sana, program rahisi sana na ina effect nyingi, ila tu namna ya kuzitumia. Na channel hii ipo kwa ajili ya wewe kukuelekeza namna gani unaweza kutumia effect za kwenye Premiere Pro na kuwa mtu mmoja mbunifu mzuri wa kutengeneza effect kwenye video zako. Kwa hiyo usisahau kusubscribe kwenye channel hii. Hakikisha una subscribe kwenye channel hii ili uwe unapata taarifa ninavyoachia video, unaweza kupata taarifa mara moja na unaweza kuangalia video hizi kwa kunisupport na wewe mwenyewe kupata energy au maarifa mazuri zaidi. Sawa? Kwa hapa nakuwa nimeweza kutengeneza camera shake effect kwenye video hii. Video imefanywa na Ibra, inaitwa Beiche, directed by Manfetch. Sasa tuangalie matokeo yake. Yes. Yeah. Na hivi ndivyo ambavyo tumeweza kutengeneza effect nzuri, camera shake effect kwenye Premiere Pro. Niachie comment yako kwenye comment section, ni video gani au effect gani ungetamani niifanye na nionyeshe step by step jinsi inavyoweza kufanywa kwenye Premiere Pro. Na kwa kusema hivyo, sina lingine la ziada. Tukutane kwenye video nyingine and bye.